alaykum mama. Alaykum salamu mwanangu, vipi hali? Mama, hali nzuri. Za nyumbani huko? Za nyumbani ni salama mama, kama sio salama. Mwanangu, kulikoni? Mama, mimi nishakuja zangu nyumbani. Mimi sina raha kwenye ndoa yangu. Wakwe zangu, wifi zangu, mashemegi, mama mimi wananiadhibu, wananisemanga kwa sababu mimi sijapata mtoto. Mimi mama nishachoka na nimeshaondoka kwangu kwa adhabu ya wakwe zangu ya kuniadhibu. Mwisho wake mimi mama ananiambia kama mimi najaza choo tu. Mimi mama sendi tena kwangu, nishachoka. Nishakuja zangu nyumbani hapa. Ndio nishafika hivi. Hayo mambo yazungumzika mwanangu. Hebu nikupe ili funzo labda la duniani. Kwa sababu kuna wangapi hawajazaa wakakaa siku nyingi alafu wakapata mtoto. Mie baba yako alinisumbua sana. Mwaka wa 3 nilikaa, wa 4 nikazaa. Na Fatuma muangalie. Na bado astahamili. Leo ndo kashapata hivi sasa ni mjamzito. Ana mimba. Sasa ndo wazee wake wankwe wampembejea, wamfulia nguo, apiki. La tu. Kwa vile sasa Mungu kanampa riziki. Kwa hivyo mwanangu, kwa hilo na lisikusumbue. Wewe karibu nyumbani, ukae, hayo tutayazungumza baadaye. Sababu si hiyo. Mimi nakusihi, ndoa ina mambo mengi. Ustahamili ndoa. Ustahamili sana, ujikaze kwenye ndoa. Usiwe sababu ya kusema kama utarudi nyumbani hurudi. Ustahamili, hayo tutayazungumza baadaye. Mimi nakusihi tu kwenye ndoa. Muna mambo mazito mwanangu. Ustahamili, uwe mstahamilivu mama. Umenisikia mwanangu? Kwa hivyo usiseme kama hurudi. Utarudi kwa mume na riziki Mungu atakupa. Haya, hivyo karibu nyumbani, kapumzike mwanangu. Tutayazungumza baadaye. Usilie mama, usilie. Hii ni dunia tu. Mengi mema atakuja mwanangu. Mama. Shikamoo mama. Samahani mama. Nina maelezo kidogo, kama itakuwa nimekukosea samahani sana. Najua fika kwamba wewe ni mama yangu. Hichi ambacho nitaongea kwako kama itakuwa nimekukwaza na nimekukosea, naomba unisamehe sana. Lakini mama, hivi kwa nini mnaandaa vita vya kuharibu ndoa yangu? Kwa sababu sasa hivi nimekosa amani baina mimi na mke wangu. Na chanzo kikubwa ni familia yangu mimi. Mimi nategemea kwamba mama wewe ndio usimame mbele yangu mimi kuweza kuisimamia ndoa yangu ili mtoto wako nikawa na faraja. Lakini mama wewe na adogo zangu ndio imekuwa chanzo na sababu ya kupiga vita ndoa yangu. Halo? Mama? Hili bana, familia hizi bana, yaani ndio zinasimama mbele kukupa changamoto za maisha. Haya mwanangu, kwenda kwa mume wako ukaitunze ndoa yako Usiasikilize majungu ya watu yoyote. Wewe kampende mumeo, ukae na mumeo vizuri, unipe heshima ya ulezi, umpende mumeo kama ulivyokimpenda zamani. Usirudi nyuma, ndoa ina mafisadi wengi. Kwa hivyo usiwasikilize mama, mimi nipate faraja na upate faraja. Ndoa ni mtihani mwanangu. Kwa hivyo mwanangu, karibu.
Mke wangu, mimi sioni haja kila siku kugombana mimi na wewe kwa sababu ya maneno ya watu. Tambua kwamba mimi ndo nilokuja kukuoa. Alafu mimi ndo nilopata tabu ya kutafuta mahali, kujenga nyumba kwa ajili yako. Na mimi ndo nakupenda. Kwa nini tuwakaribishe maadui katika ndoa yetu? Hebu tuishi kwa mapenzi yote. Mimi nakupenda mke wangu. Hata kama umechelewa kunizalia mtoto, mimi najua haya ni majaliwa ya Mungu tu. Na ndio maana unakuta mimi nakaa kimya kwa sababu najua mtoa mtoto ni Mungu peke yake. Sisi ni asbabu tu. Au unasemaje mke wangu? Mume wangu, mimi nakupenda hivyo hivyo. Na nisikufiche katika mawazo yangu. Yaani nilikuwa nimeshaanza kukuchukia. Lakini baada ya kuondoka kwenda zangu nyumbani, nilipofika nyumbani mama akaninasihi, akanipa mawaidha mazuri. Wallahi yamenipendeza ndani ya roho yangu. Maana nimerudi nimekuja zangu nyumbani na nakuahidi mume wangu sitokuacha na wala sitosikiliza maneno yoyote yale, yani yoyote unayoyajua wewe mabaya. Mimi nakupenda sana mume wangu. Mwenyezi Mungu atujalie tuishi, atujalie tupate watoto, tufungulie baraka ndani ya ndoa yetu. Mimi najua. Na ndio maana nakuta nakubembeleza sana hapa unapokuwa na hasira. Kwa sababu najua hasira inaingia popote. Na mimi nikuahidi mke wangu, nitakupenda na nitakujali. Na hata mama pia niliongea naye. Na nilichowaambia, ikiwa kama mnaona hamujampenda nyinyi, basi niachieni mke wangu na niachieni matatizo yangu. Na nyinyi ndio ni matatizo yenu. Yaani nimeamua kupambana mpaka na familia yangu kwa ajili yako. Asante mume wangu. Halafu leo umeamua kutafuta mboga. Umenisaidia majukumu. Nashukuru. Ndio mume wangu, lazima na mie kwa vituelo vya juu. Lazima mume wangu nitafute, na yote kwa sababu nakupenda. Yaani sitaki sema mingi. Unajua ninakupenda. Sasa kwa vile leo umechuma mboga hii ya matembele na mapema, ndio umemaliza wajibu wako wa kutafuta cha kutoelea. Sasa niache kama mwanamume kidume cha mbegu niende dukani nikachukua japo kilo hichi cha mchele. Au unasemaje? Sawa Mungu, nenda. Okay, ila kabla yote natamani nikwambie neno. Ni neno moja na ni dogo, lenye herufi chache, ila lina maana nzito kwa mwenye kujua thamani ya kulipokea hilo neno. Nikwambie. Nakupenda. Na nakupenda Mungu. Kweli. Asante. Kwani unajua? I know that you are loved to me. And me too, I love you. Nakupenda kuliko kitu chochote. Asante. Bye. Bye Mungu. Hello, shemeji huyo. Shema vipi? Za siku. Mimi nashukuru, sijui wewe tu. Mimi jambo. Vipi shogangu anaendeleaje? Shogangu anaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Swali matatizo yake yamefikia wapi? Ile hali bado kabisa shemeji yangu. Na mlishangaika hospitali kwa matibabu tofauti? Kiukweli shemeji yangu, hakuna sehemu ambayo mimi sijapita. Yaani unavyojua wewe, sekta zote za matibabu, pembe zote 4 za dunia, mimi nimemaliza. Lakini ukiangalia kuacha hakuchi. Lakini bado. Yaani vile ninavyokuambia, matatizo ndio yamezidi kwenye ndoa. Kiasi ambacho mpaka familia yangu sasa hivi wameingia kati kumpiga vita mke wangu. Kwa sababu hilo tatizo tu. Mimi nataka kushauri kitu. Kuna shehe mmoja anapatikana pale chini kisimani pale, ndio. Unapafahamu?
Shehe nani? Anaitwa Sheikh Yusuf. Okay, Sheikh Yusuf hapa bondeni? Ndio, ulisha kufika pale? Pale kiukweli sijawahi. Hujawahi? Kwa hiyo mimi nashauri umwambie shoga yangu umpeleke pale. Au kama we huna muda, utakuja kumchukua mimi tutaenda pamoja. Sasa mimi niseme nashukuru. Ni kiasi gani kwamba unatujali mimi na rafiki yako. Ndiyo. Na kiukweli nitumie nafasi hiyo. Sasa hivi nikifika nikae na mke wangu. Ndiyo. Alafu jibu litakalotoka lolote, basi mimi napenda nikutafute. Hamna shida, utanipigia itakapokuwa popote, mimi niko pamoja na nyinyi. Hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Nisalimie. Aya, asante. Haya. Wangu. Vipi sasa uko mlango? Mimi nashukuru Mungu, vipi na wewe? Na mimi nashukuru alhamdulillah, sijui huko utakotoka. Unajua wakati natoka na safari zangu hapa njia panda hapa nimekutana na shemeji yangu Mariam. Mariam. Anasemaje, anamtia gani? Kiukweli alikuwa mtu wa furaha tu kwa sababu siku nyingi hatujaonana, tukasalimiana, lakini pia alitaka kuweza kujua maendeleo yetu hapa nyumbani na hususan nije kwa ajili ya matatizo yako. Nilimweleza kwamba tunaendelea kupambana, tunaendelea kuhangaika asubuhi na mchana. Lakini kuna kitu alinieleza. Aliniambia kuna mtaalamu mzuri ambaye hata yeye alimtumilia kwenye matatizo yake, ambaye anaweza kumwomba Mungu na tukajaliwa na sisi hili tatizo ambalo upo nalo wewe. Mimi nikamwambia ngoja nifike kwa mke wangu niweze kumshauri, na nafikiri ni hivyo. Ni Sheikh Yusuf. Yuko hapa bondeni ile nyumba kubwa. Sasa unaonaje na sisi tukaenda kuomba Mungu mke wangu? Mimi wangu sina tatizo hata moja, na kusikiliza wewe. Utakalo liamua wewe ndo ndakalo kufuata. Maana arijalu qawamuna ala nisa. Kwa hiyo mwanamume ndo msimamizi kwa mwanamke ndani ya nyumba. Mimi siwezi kujiamulia lolote isipokuwa wewe. Wewe niko tayari mume wangu kwenda. Kikweli najisikia vizuri sana kusikia maneno hayo. Na nishukuru kwamba kulipokea hili ombi. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kitu kimoja. Ndiyo. Kwa nini tusiende kesho kumwomba Mungu hiyo sehemu na sisi? Sawa mume wangu, mimi niko tayari. Na si haba usharudi nishamaliza kupika tunde zetu ukale. Basi sawa, maana haya matatizo yetu tusikate tamaa. Tusikate tamaa kabisa. Ingawa bado ni magumu, lakini naamini Mungu yupo mke wangu. Vipi shoga yangu? Sijambo, namshukuru Mungu. Unaendeleaje? Najisikia afadhali kidogo, lakini hali ndio ile vile. Na shemeji yuko hapo kwani? Shemeji yako alikuwa hapa sasa hivi, lakini kapigiwa simu kaambiwa ndio kanichukulie dawa. Umeshakula lakini? Shoga, siwezi kula, siwezi chochote hapo naponiona. Kwa hiyo hujala kitu chochote, usi unaumwa? Siwezi. Shoga yangu, nimekuletea zawadi nzuri. Kula basi, japo ndizi. Siwezi. Chukua. Siwezi shoga, sitamani hata kula mdomoni mwangu. Kwa hiyo utaka hivyo utaki kula jamani? Najua unanipenda, unanithamini na unanijali, lakini sijisi kula. Asante. Bila shoga yangu, natamani nikwambie kitu lakini shoga, kitu gani hicho? Nitakwambia.
Sasa mama, nimekuja kukupa taarifa. Juzi wakati natoka kwenye matibabu ya Kiswahili, nimekutana na wifi wa shoga zangu, wale wifi zake wale. Waliponiona wamenijua kama mimi ni shoga yangu mwanao. Wakanipa onyo, nisije nikazileta taarifa. Wamenambia kama tatizo linaloendelea la mtoto wako, wao ndo wafanyaji wakubwa na wanataka kumkomesha. Hatozaa na akibeba mimba itaharibika. Kwa hiyo mama, mimi nimekuja kukupa taarifa. Nashukuru mama kwa kunipa taarifa njema, ingawa mbaya, kwa sababu najua mimi wanipenda ndo kanipa taarifa na shoga yako unampenda. Mimi nasema hivi, nashukuru kwa kuzipata taarifa kama hizo, lakini haya mimi sina zaidi. Basi ndo hivyo mama, mimi sikai, maana mimi naogopa sasa kukaa. Mimi nimekuja kukuambia hayo, kwa hiyo mimi naenda zangu. Mama, kwa heri. Nilikuwa na siri tu kidogo nitaka nikwambie. Lakini kwa hivyo ulivyo, maana mwanangu sikwambie. Maana sitaki hata mumeo ajue hiyo siri. Subiri upate nafuu nje kuambie. Basi bora ungeniambia tu. Naona kwa hivyo ulivyo bado sikwambie siri hiyo. Haya sawa, basi haya, kwa heri inshallah. Odi. Karibu. Oh, shemegi huyo? Naam, shemeji. Za utokako huko? Safi, vipi hali? Salama, mjambo huko? Hapa shukuru mzima. Mzima, vipi? Shoga yangu ajambo? Shoga yako ajambo? Jambo yake ni vipi? Ndio ile kiukweli. Naendelea vile vile. Kwa cha hakuchi, tunaendelea vizuri. Ila shemeji, mimi nilikuja hapa na matatizo. Na matatizo yangu kama unavyojua pale nyumbani. Kiukweli, nimekuja uniazime fedha. Hata kidogo. Pale nyumbani matatizo yamezidi kuwa makubwa sana kwa mke wangu. Na pale ndani kwangu sina hata senti 5. Kwa hiyo, shemeji, chunde. Naomba niazime hata kiasi cha fedha tu kidogo. Mimi nitakurejeshia mambo yangu atakapokaa sawa. Shemegi, kuhusu swala la kuwazima fedha, halina shida, nitakupa. Lakini kuna kitu nataka nikwambie. Ila uwe na moyo wa chuma. Uwe na moyo wa kiume, shemegi. Shemeji, kitu gani tena? Mbona unanitisha? Na unajua fika kwamba nina matatizo. Juzi wakati natoka kwenye mihangaiko yangu, nilipita kwa mtaalamu. Ile nafika tu, nimekutana na wadogo zako ambao ni mfi zake wa shoga yangu. Wameniambia hivi, shoga yako tutamkomesha. Ile hali aliyokuwa nayo, sisi ndo tunamfanyia, tunataka tumkomeshe. Akibeba mimba, hatozaa. Na hatozaa maisha yake. Yaani hamtopata mtoto maisha yenu. Kwa maana hiyo ugonjwa wake unatoka kwa ndugu zako.